Umenzarau, umesema mimi kama comedian ambaye nikiweka matumbo na nguo yangu hivi. Lakini mimi ndo dalali sasa ndo na mteja huyu. Na wewe ndo umetufukuza. Tunaondoka. Hebu subiri hapo, nishaelewa sasa. Nishaelewa kwamba udalali lazima kuwe na chain. Ndio. Kwamba mimi nilikutafuta wewe. Na wewe huyo. Mimi nikakatafuta. Na mimi ndo mteja naondoka. Haya, njoo tumalize biashara bwana. Hivi ile ajali inatokeaje kwenye nani? Kwenye mwendo kasi na watu waishaambiwa wasipite. Yale ni matokeo tu, anasema kwamba kuna mtu alijiamini sana kuvuka, akasema liko mbali kidogo. Ndio Sio iko mbali. Yule amepita kwenye mwendo kasi. Katokea Posta mpaka Faya. Kapita mwendo kasi. Alafu akarudi barabara kawaida. Kwa maelezo yaliokuja pale. Nisikilize. Wewe ulikuwa shifti. Mimi nilikuwa na radio call usiku. Sawa. Katoka Posta mwendo kasi, kafika Faya, kapita Jangwani kawaida. Alipofika Magomeni Mwembe Chai kaingia tena mwendo kasi. Ndio maana alipofika pale Urafiki. Mani habari za hapa. Mkuu. Tena huyu ndo alikuwepo. Hebu muelezee ile ajali ya mwendo kasi jana pale Urafiki. Mimi nimesikia tu pale, vipi ilikuwaje? Kale jamaa kalikuwa sijui kapo kichwa tayari kimekolea. Au umeme ulikatika kichwani. Itakuwa kulikuwa na giza ndani ya kichwa chake. Kwa hiyo akapita, kabamizwa. Yaani umwangalie mara mbili, nakwambia hivi. Ukiangalia ile ajali uli nyama. Kabamizwa. Uli nyama, labda utumbo, nyama uli. Mimi nimeisikia tu, niko pale. Nakusikia wewe, ndio sogea pembeni kidogo hapo uliposimama, sio pazuri. Baya sana. Nachosema wao wakishafika pale wawaambie kabisa waje getini pale JKT. Nasema mje geti la JKT, ukishafika pale ulizia wa kuvanga na kuelekeza kwa kuvanga ni wapi. Nimesema njoo pale kwenye geti la JKT niulizie mimi. Waweke pale. Wasipakie kwa sababu kamanda yeye alikuwa hataki hizo zipakiwe. Wapakie zile mbao tu. Niko hapa, nimepita hapa kwenye kijio mara moja. Ukishafika pale JKT, wewe uliza bwana Mr. Kuvanga. Hebu kata simu tujuane. Dakika moja. Hapo umekalia kiti cha mkubwa. Sawa, dakika moja. Ukishafika ulizia wa Kuvanga pale JKT, watu wote hata ukimkuta yule kuna askari mmoja mweupe pale, muulizie na muulizie wa Kuvanga. Time baba, time. Salama jamani? Salama. Saruti. Hebu muulize tambuane. Hapa choo hapa nani mambo ya toilet wapi? Kwanza samani tufahamiane. Nilikuwa napita nikasema hapa nipate mariwatoni kidogo. Nichimbe dawa. Unajua jana chupa imeamka na chai. Makamanda tunalala chupa ina chai. Labda tufahamiane jamani, nyinyi wenzangu kina nani? Nani ndugu yangu? Mbona nitandika tena? Wewe ulikuwa na kashida gani? Na nataka niingie mariwatoni, lakini sasa tufahamiane ndugu zangu. Mimi naitwa Poti Bemerwa. Niko hapa. Ni askari? Vizuri sana bwana. Safi. Poti. Safi. Ndugu yangu Captain Mpoki. Captain. Niko Twalipo hapo. Twalipo nafahamiana na Meja Mwansasu. Yuko juu yangu. Yuko juu yako? Basi yule ndugu yangu yule. Ndugu yangu. Hapa mimi naitwa Kopro. Kopro. Mtanga, Kopro. Mdogo wangu wa aliyezaliwa kwa baba mdogo ni Kopro na kenyewe. Ameingia mwaka jana. Mimi bwana nipo, mimi najishughulisha hapa JKT, kwa pale JKT kwa kule nyuma. Tunatengeneza mafriji ya wateja ambao wanakuwa wamenunua friji, labda limeishiwa gesi, si mnajaza kwenye mitungi gesi. Hiyo ni moja, nimesomea mambo ya electronics. Nimebombea kidogo na masuala ya tiles. Kwa hiyo watu wengi ofisi yetu ukifika pale JKT kwa nyuma mchukue mpeleke Sero. Kamanda mpeleke Sero. Wewe umepigiwa saluti, unaelezea mambo ya JKWTZ, ujui lolote, umepigiwa saluti unajibu kiuniuni, umekaa kwa mkubwa. Captain hataki kukaa mtu yote zaidi ya meja. Mimi nilivyosema hivi mlivyokuwa mnafanya nikadhani tu mnafanya tu. Peleka lock up. Wewe uone kota hizi zimeandikwa. Kwa kosa gani? Peleka lock up. Kosa la kupokea. Si tumetambuana, nyinyi mmesema makamanda. Wewe umesema ni nani? Kwa kosa gani afande? Kwa kosa gani? Kwa kosa gani? Hebu sogea. Kwa kosa gani? Ndio kosa lako. Tumefahamiana, umeniambia wewe ni mbwa akikufanyia hivyo unajibu nini? Mimi. Si ndio nikafanya hivi? Peleka ndani. Pumbavu, unaidharau kanuni ya 16. Kanuni ya 16 ya kutojua sheria. Kamanda, mimi kosa langu ni nini? Kwanza kwa sababu kwa adhabu zake nazijua, mpeni sambusa ya 100 hapa. Tumetambuana. Kitu tumboni unakokwenda na kujua huko.
Mpe sambusa 100. Tumetambuana, mimi nimesema ni fundi, nyinyi ni maaskari. Sawa, chukua moja ule. Kwani kosa ni mimi kuwa fundi, mtaka na mimi niwe askari? Wende ukaoge maji, utakate maji kwenye kisoda. Kwanza na mimi kosa nini mnitaka na mimi? Beba mkononi. Unako kwenda mimi napajua huko. Wende ukaoge maji kwenye kisoda na ukakate. Sani. Halo, chukua na nani? Chukua simu yake, utamvua mkanda na viatu. Leo juma ngapi? Kamanda. Leo Jumatatu. Lete simu. Anatoka Jumatatu. Kamanda. Na mimi na mafriji ya OCD pale natengeneza mafriji ya OCD. Heshima yote umepewa. Mzigo wako huo zawadi hiyo. Twende, heshima yote umepewa. Sisi tumetambuana. Tumetambuana. Yaani leo mke wangu ndio siku ya kupata habaya. Na kununulia hilo habaya, alafu na kupeleka kidimbwi ukapande juu ya meza. Ila naogopa unaweza kaivunja. Basi nitakupeleka taarabu. Safi, tunaenda taarabu. Hebu niambie kidogo nisije kwenda kuingia aibu huko. Niambie kidogo. Nakudai nyimbo mtie kamba mumeo. Mashallah. Naweza tie kamba mumeo. Mke wangu una sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Zuchu waingia. Na hiyo dogo utaniona kule kule. Yaani hapo haingii mwanali wala ndio wao mbona wengi. Karibuni. Safi. Zema zama? Safi kwema? Naam. Alhamdulillah khair. Salama. Salama. Ugeni ndio wewe? Ndio ugeni. Safi. Safi. Njoni basi. Njoni wapi bwana, watu wengi hawa, tutafanya biashara gani watu wote hao? Oya. Tajiri yuko wapi? Njoni basi bwana huko. Tajiri bila shaka ni huyu hapa. Tajiri hapa. Tajiri huyu. Yaani kwa ulivyovaa wewe huwezi kuwa tajiri. Hapo ungeongeza kitumbo tu unakuwa kama wale wachekeshaji wa zamani. Mimi sina hela na mipango. Au sio bwana, sikia hapa. Bila shaka tajiri ni huyu bwana. Tajiri hapa. Huyu kamleta tu. Wewe dalali, tajiri yupo, ondokeni. Yaani nyinyi mnatakiwa muondoke, nibakie na dalali wangu pamoja na tajiri, tufanye biashara bwana. Mambo ya uswahili sitaki, ondokeni bwana. Oya, mnaelewa, ondokeni. Sasa usitutukume bwana, sisi tunaondoka bwana. Ondokeni. Twende, mimi naondoka na kadalali kangu. Oya, mbona mnaondoka? Wewe umesema tuondoke. Baki na dalali wako. Kadalali kako sikale pale. Wewe umetufukuza na unauza nyumba. Yule uliokuwa naye yule hana hata mia, kofia tu kama debe la mahindi. Tajiri huyu. Wewe debe la mahindi njoo. Samani. Mzee Mbebe njoo. Bwana, mbona unanivunjia heshima yangu bwana? Ni dalali bwana. Sawa. Wa kimataifa tena. Sasa sijaelewa, nieleweshe. Sasa sikiliza. Huu mpango wa madalali ni kwamba unakwenda kwa cheni. Mwambie. Nimeshauza majumba kwa kina Kikwete huko, si kwa kina nani wewe. Sio kwa majumba yako tu peke yake, umeelewa? Mwambie. Huu dalali unakwenda kwa chain. Umeelewa? Chain. Hebu kaa huko pembeni. Mzee unachamba? Mimi nakuchamba wewe? Mimi sikuchambi. Umeniambia, umesikia bwana? Ni hivi, wewe si ndo mwenye nyumba? Na mimi ndo dalali. Sasa mimi sina mteja, nikamtafuta ndugu yangu huyu hapa. Unaona bwana? Na wewe si kadalali? Ndio. Kwa kuwa huna kamteja ukanitafuta kadalali. Na mimi sina kamteja nikakatafuta kadalali hapa. Unaona shughuli? Na mimi ndio dalali mwenye wateja. Nauza viwanja, nauza nyumba, nauza meli. Juzi nimetoka kukipeleka kiwanja wapi? Mwanza. Umeona shughuli? Na sasa hivi hapa nikitoka hapa kwenye biashara napeleka nyumba Zanzibar. Umenzarau, umesema mimi kama comedian ambaye nikiweka matumbo na nguo yangu hivi. Lakini mimi ndo dalali sasa, ndo na mteja huyu. Na wewe ndo umetufukuza. Tunaondoka. Hebu subiri hapo, nishaelewa sasa. Nishaelewa kwamba udalali lazima kuwe na chain. Ndio. Kwamba mimi nilikutafuta wewe. Na wewe huyo. Mimi nikakatafuta. Na mimi ndo mteja naondoka. Njoni tumalize biashara bwana. Yaani kaa ukuti. Wadazi. Tajiri anasema tusimsukume haraka. Basi turudi tuje na taratibu. Hapa. Biashara zinisukume na nyie mnanisukuma. Sawa. Na wasukuma pia wakusukume. Na hii mimi aina hii ya biashara ya kijinga hii cheni, mara cheni yangu mimi ananiita cheni yake. Naleta hela, mnipe na majina ya kijinga, mnabishana au mzee namuona mtu mzima. Udalali anatafuta nini? Naomba samahani ndugu yangu. Naomba samahani. Kameomba samahani. Imeisha. Nipeni hiyo hela tumalize biashara. Vitu vyote tunamaliza hapa tu. Sawa, sasa cheni inaanza kuvunjwa sasa na kuwa shanga. Sawa. Nimeikata cheni, nimeikata cheni. Tumebaki na shanga. Sawa. Sasa mzee, wewe si hauna tamaa? Mimi sina tamaa. Mimi sifanyii tamaa isipokuwa na mambo yangu, ndio maana napauza hapa. Si umeelewa bwana? Mimi nina sehemu yangu huko Chanika huko. Yaani kufanya ukarabati kama milioni 3 tu. Unamaliza. Namaliza. Nyingine napelekea watoto wangu shule na vimiradi vidogo. Unamaliza. Ndio maana nikasema nipewe hiyo milioni 20 kisu kimoja. Sawa. Sasa ukiangalia katika mtaa
Kwanza una eneo kubwa, unaona? Sana. Na tajiri kapapenda hapa anaweza kafanya pap akapeleka kigorofa juu. Sio kigorofa, ghorofa. Ghorofa. Wewe umesema una tamaa? Sina tamaa. Na ulisema 20? 20. Na unakumbuka nikakupigia simu jana, nikakwambia nitakupa 15. Kumbe ni wewe yule. Ndio mimi kwa sababu jamaa anaona kama 7.5 vyumba viwili. Choo bafu. Kwa 7.5 sio mbaya. Lakini nina madirisha ya vioo. Sio mbaya. Yaani hayo tu ukitaka kuyatoa yatoe, tajiri hayataki. Sawa. Kinachotakiwa hapa ni wewe kutokuwa na tamaa. Mimi sina tamaa. Bwana mambo yasiwe mengi, nishaona tajiri kachukia. Wewe lete hiyo 15 tumalize kesi. Wewe una tamaa. Sina tamaa. Sasa nilivunja cheni, nairudisha cheni. Nairudisha tena cheni, nairudisha cheni, nakaa kwa taita wangu. Yaani hapa kila mtu anamnong'oneza mwenzie. Mke wangu angekuepo na mimi hapa ningekuwa namnong'oneza. Jamani, biashara ifanyike wazee, manong'ono yamekuwa mengi bwana. Sawa. Sasa ninaona sawa. Mimi naweza mkalala basi. Usilale. Basi fanya mgongo wangu kama meza. Wewe mwenye nyumba usilale bwana. Sasa weka kama mkono kama. Sasa. Wewe sasa. Angalia hapa. Shika hiyo. Saini wapi? Wewe saini huku. Hii nitatoa kopi. Sasa ni saini huku wakati mkataba ndo hapa. Nitatoa kopi. Hebu toa mkono hapa. Toa wewe mkono hapa nione. Mzee saini yako. Unasema una tamaa. Mimi sina tamaa lakini toa mkono saini hapa. Hii 15 ni nini? Yaani nataka mbwa masifuri mengi jamani. Oya. Hii hapa huku. Wewe kuachana napo huku. Hapa pameandikwa hii 150 jamani. Sina tamaa lakini kuweni na roho ya huruma. Sehemu ya 15 mmefikisha mpaka 150 alafu na sina tamaa. Hapana, haiwezekani. Bwana, haiwezekani katika maisha hayo. 15 uje hapa kwenye mkataba paandikwe 150 kweli wewe baba? Sikia tajiri. Tunachogombana hapa kwenye 15 itoke 150. Kwani hii nyumba wamekwambia inauzwa bei gani? Milioni 150. Sasa si unaona milioni 150? Nafikiri nifanye utaratibu kwa sababu 75 nitawapa leo, alafu 75 nitamalizia kesho. Hapo baba, hapo. Mimi nataka tuelewane, sisi ndio ene mali. Mimi nipe hiyo 75 kafanyia mambo mengine wasilete dhuluma zao. Mimi nipe 75 tu milioni. Hiyo 75 nyingine nimekusamehe leo la akhera. Wewe toa 75. Mpe 75 nyingine wewe kesho tutamalizana na. Mwenye hii nyumba ni nani? Ni mimi. Wewe umesema nikupe shilingi ngapi? 75 milioni. Alafu nyingine? Chukua baki nayo. Mpe makaratasi athibitishe. Mpe asaini, mpe andike hiyo. Sasa wewe utampaje huyu yote huyo? Basi njoo wewe kwenye urithi wewe mwanangu. Niwe nimewazaa wote tufanye. Sikiza, njoo. Nataka nikuone hivi kwa sababu nataka nikuone mbele hivi, nikuone mbele. Sema hapo. Sasa sikiliza, ngoja nikwambie. Unajua kama nilivyokuambia mwanzo, madalali kama madalali. Sawa. Wewe ulichosema wao wamezidisha cha juu. Ndio. Sasa hii unaoingiza wewe ni tamaa. Oya, alafu mnajua nyumba yangu iko eneo uzuri Tabata hii. Sawa. Sasa si viatu kwanza. Ndio siwezi kukubali hela yote mchukue wenyewe. Bwana mimi naona biashara imeisha hii mkuu. Twende chumbani kwangu. Wewe nipe haya makaratasi. Lete hayo. Kwa hiyo tutakwenda wote au? Wewe ndio kaka, wewe ni baba yetu. Wewe ni mtu mzima, usiniela tu hizo. Wewe ni mtu mzima. Hamna vipi bwana na wewe bwana? Wewe leta hiyo. Nani? Mujuni. Hiyo. Njoo Mujuni. Basi biashara inakufaje sasa? Wewe Mujuni. Twende bwana, twende. Wewe Mujuni. Nyumba ya mgogoro hii. Ya mgogoro gani? Nyinyi mna tamaa.